Karibu katika Shuhuda za Kweli, na leo tunaendelea na ushuhuda wa Jonas Lukuntu Mpala kutoka Kongo, na leo tupo katika sehemu ya 3 ya ushuhuda huu, aliyekuwa wakala wa shetani. Ushuhuda huu ni sehemu ya 3 katika mfululizo wa 13. Na siku ya 10 baada ya mfungo nilikwenda mtoni, nilitamka maneno ya fumbo kuhusiana na mabibi wakubwa wa baharini, na baada ya hapo nguva akatoka mtoni. Ilikuwa karibu saa 1 asubuhi, na nilipokuwa kwenye benki, ni nguva huyu ambaye alipaswa kunionyesha njia inayoelekea kwenye ulimwengu wa Polian. Akaniuliza nijiunge naye mtoni. Nilishuka majini na nikaungana naye. Nilipokuwa chini ya maji, haikuwa tena kiroho, ilikuwa ni kimwili, na mwili bado ninao. Chini ya maji kulikuwa na mamba mkubwa mbele yangu, na mamba huyu alikuwa chombo cha usafiri kwa ulimwengu wa Polian. Nikafunguka mdomo wake, nikaingia na akanimeza. Ilikuwa ni ile ya kuniacha mahali fulani baharini. Barabara hii ilikuwa nzuri sana na ya lami. Ulimwengu wa Lucifer ni mzuri sana ukilinganisha na ulimwengu huu tunamoishi. Lakini kuna mahali pengine pazuri zaidi kuliko ulimwengu wa shetani. Ni ile ambao Bwana Yesu alikwenda kutuandalia. Mpendwa, usijaribu kushikilia ulimwengu huu, kwa sababu unaweza kukosa jambo muhimu zaidi. Kama mtoto wa Mungu tuko ulimwenguni, lakini sisi si wa ulimwengu. Na mahali hapa pa ajabu niliona kwa macho yangu siku ya ukombozi wangu, wakati Bwana wetu Yesu aliponitoa katika ulimwengu wa nyota, aliniongoza huko. Ndio maana nikasema, nikiwa bado kwenye dunia hii, nitajitahidi niwezavyo nisipotee mahali hapa pazuri. Wewe pia usijaribu kushikilia ulimwengu huu. Sisi ni wapitaji tu katika dunia hii. Mahali palipotengwa kwa ajili yetu ni pale ambapo Yesu amekwisha patayarisha. Basi nikiwa nasonga mbele, nilijikuta nipo mbele ya geti, na nikaona karatasi ya njano walionipa na kunifanya nipite. Nikiwa upande wa pili, kuna gari nyeusi ilikuja, mlango mmoja kafunguliwa, wakanitaka niingie ndani. Na nikiwa ndani ya gari hilo, tukiwa tunasonga mbele, nikamtazama yule mtu aliyeniendesha. Hakuwa na kichwa wala shingo. Tulikuwa naye, akanipeleka kwa Helena. Nilipofika nilikuta wanawake 4 waliofanana, wenye maumbile yale yale na mavazi yale yale, na hapo ndipo nilimkuta Helen. Mara wale wengine 3 walipoondoka, nilimwambia Helen, sasa marafiki zako wameondoka, ni wakati wa kulala pamoja. Na mwanamke huyu mwenye pepo aliniambia, wewe na mimi bado hatujaoana, kwa hiyo hatuna haki ya kulala pamoja. Mpendwa, niliguswa sana na hilo. Ni pepo alikuwa akiniambia kuwa maadamu mimi na yeye hatujafunga ndoa, hatuna haki ya kulala pamoja. Tazama kile kinachoitwa Wakristo wa chumba wa leo, baadhi ya ndoa kamili kabla ya harusi. Huu ni uzinzi, na Biblia inatuambia tukimbie uasherati. Mungu anasema ikimbieni zinaa, sababu nyuma ya zinaa kuna madhara makubwa. Unapoutazama mkono wangu kwa kiwango hiki, kuna kovu. Haikusababishwa na mwanadamu, bali na Lucifer mwenyewe. Alinijeruhi na damu yangu ikatiririka kwenye kikombe, na kikombe kilipojaa, Lucifer alikunywa damu yangu mbele yangu, na akanipa pepo 406 ambazo zilipaswa kuwa katika huduma yangu. Ningependa kufanya jambo la muhimu. Nilikuwa na mapepo 406 kwenye huduma yangu, lakini nilipokutana na Yesu, pepo wote 406 walinikimbia, na mimi niko huru sasa, na leo mwili wangu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe pia ukimuita Yesu, mapepo yanayokusumbua yatakukimbia na kukuacha. Baada ya kunifanya hivyo, mkono wangu wa kulia ukawa na makao ya uwezo wangu. Ningeweza kumbeba Lucifer katika mwili wangu, na angeweza kufanyika mwili ndani yangu. Nilipokuwa nikitembea, watu wangeniona, lakini kwa kweli ni Lucifer ambaye walikuwa wakimuona. Lucifer ni mzinzi mkubwa. Alipokuwa mwilini mwangu, alikuwa akiniongoza moja kwa moja kuelekea hotelini na wasichana. Na hata kama mimi ambao wasichana walikuwa wananiona, ni kweli na Lucifer walikuwa wanalala bila kujua. Kuna wasichana ambao tayari wamelala na Lucifer bila kujua, kwa sababu sikuwa peke yangu. Mshetani ambaye Lucifer angeweza kupata mwili. Jihadharini na uasherati. Mapepo makubwa huingia katika maisha ya mtu kwa njia ya kujamiiana.
Nilipomchukua mwanamke huyu nilirudi nyumbani, na baada ya hapo alinitembelea pia. Alikuja kunitembelea kila siku, hata ya juma. Hata alinipa makatazo ambayo mbali na yeye sikuwa na haki ya kuwa na uhusiano wowote na msichana katika ulimwengu wa kibinadamu. Lakini siku moja kwenye ibada ya mazishi nilikutana na msichana ambaye alikuwa mpenzi wangu kabla ya kuwa na Helen. Na tulipokuwa bado kwenye mazishi haya nililala naye usiku kucha. Na niliporudi nyumbani nilimkuta msichana niliyemwacha kwenye msiba chumbani kwangu. Nilipomwona chumbani kwangu nikamwambia, "Unafanya nini hapa? Nilikuacha msibani, umewezaje kuja hapa?" Hakujibu, akaendelea na kusema, "Mimi mume mwovu kweli. Akikuta hapa atakuua." Hakusema chochote. Nilimpa mgongo na baadaye alianza kulia na kaniambia, "Mpenzi, umenisahau." Nilipogeuka nilitazama kitanda changu na kuwa msichana tena, lakini alikuwa Helen. Ni siku 2 baadaye msichana alikufa na ni Helen ndiye aliyemuua. Naomba nitoe tahadhari kwa wasichana wadogo, hasa wenye tabia mbaya kubadili wanaume, kwani mtu anapobadilisha nguo mwilini kama uasherati. Usipoacha njia hii ya kufanya jambo hili ukiendelea na maisha yako ya upotovu, hakika utakutana na shetani. Na siku hiyo itakuwa mwisho wa maisha yako. Ushetani na uchawi haujaandikwa usoni mwa mtu, kwa hiyo kuwa makini sana. Baada ya tukio hili, siku moja nilipata barua kwenye meza yangu ambao mmoja aliniambia kwenda India. Nilikwenda kuonana na bwana wangu na nikamweleza aliyonipata. Alinijibu na kusema, "Kama bwana wako sina cha kukufanya, itabidi uende India kuadhibiwa. Ukiokoka ni vizuri na ukifa ni shida yako." Alikuwa bwana wangu, kwa hiyo nilirudi na nilifanya kulingana na maagizo niliyopewa. Nilitamka maneno ya fumbo na baada ya hapo nikaenda kulala, na muda mfupi baada ya saa 6 usiku nilihisi kwamba sakafu na paa la nyumba yangu vilianza kutikisika. Dakika chache baadaye niliona moshi ukitoka kwenye paa na moshi ukashuka kwenye mduara niliouchomoa. Kisha moshi ule ukachukua sura ya kibinadamu na alikuwa mwanaume. Alinialika nijiunge kwenye duara. Nilikubali, lakini nikamwambia, "Kabla sijajiunga nawe utanipa jina lako kwanza." Aliniambia, "Mimi ni Daktari Krishna, mimi ni miongoni mwa miungu ya Kihindi. Nilitumwa maalum kukuchukua na kukuongoza hadi India." Ilinibidi niende India kuadhibiwa. Hata hivyo ilikuwa kweli fursa ya kutoa maisha yangu kwa Yesu. Huyu aliniambia, "Nenda India ukaadhibiwe." Na nilikubali kufanya safari hii na kuadhibiwa. Yote haya kwa sababu nilirogwa. Unajua watu waliorogwa hawafikiri vizuri. Kwa hiyo nilipojiunga naye, nilimkumbatia. Yeye na mimi tukatupwa ndani ya hekalu kubwa, na Lucifer na mahekalu 3 tu ulimwenguni kote. Hekalu la kwanza liko Uingereza chini ya ardhi, na hapo ndipo gavana wa Lucifer anakaa, yule anayeratibu shughuli ndani ya madhehebu na makanisa ya shetani. Hapo ndipo utapopata bodi ya wakiki ambao hutoa vipeperushi na vile vitabu vya kishetani kama vile Amkeni, Mnara wa Mlinzi, Neno Lilisemwa, Biblia TOB, Jerusalem Bible, Kitenzi cha Biblia, XXL Kane, Tafsiri ya Ulimwengu Mpya. Hekalu la pili liko chini ya maji kwenye makutano ya bahari ya Atlantiki na Hindi. Kuna pembe 3 inaitwa Bermuda Triangle. Ukishuka huko kwa kina utakuta jengo kubwa lenye rangi nyeupe linaitwa nyumba nyeupe ya Lucifer. Hapo ndipo Lucifer anakutana na wafuasi wa shetani wa dunia nzima. Hekalu la 3 lipo India na linaitwa Hekalu Dale. Hapo ndipo unamkuta waziri mkuu wa Lucifer. Lakini mbali na mahekalu haya 3 kuna nyumba ndogo za kishetani na vile vile nyumba za kulala wageni za fumbo. Agizo la Roscashian Amok, agizo la Roscashian la dhahabu, agizo la Martinist Roscashian na kadhalika. Kuna nyumba kama vile Louis Gilbert, Lombard House, An Action House, hata nchini Nigeria ambapo mtu hupiga filamu karachika kwa nguvu ya mkuu Talas. Kwa hiyo nilipokuwa katika hekalu hili kulikuwa na zaidi ya watu 1000 na huko nilikutana na malaika wengi. Huko nilikutana na mamlaka nyingi, miongoni mwao wale wa Mobutu waliofanya kazi katika serikali ya mpito.
Hapa ningependa kufanya upungufu muhimu. Tunazungumza Mobutu amefungwa minyororo katika ulimwengu wa nyota. Aliyefanya kazi kwa uaminifu kwa shetani anajikuta na minyororo na kufuli kubwa. Nitakwambia juu ya tengenezo la ulimwengu wa kishetani, kisa utajua ninachutukia upande ule mwingine. Kwa hivyo nilipopelekwa huko nilitupwa kwenye shimo ambalo lilikuwa na kina cha mita 200. Nilipogonga chini ya shimo kulikuwa na giza totoro, na katika shimo hili kulikuwa na wanyama watambao, nyoka, nge. Ujumbe wa wanyama hao wote ulikuwa wa kuniuma. Hapa ndipo mtu anapoita mahali pa mateso, na nililazimika kunyamaza. Sikuwa na haki ya kufungua mdomo wangu kueleza uchungu nilikuwa nayo, kwani nikifungua kinywa ni kifo kingetokea. Na nilikaa siku 5 huko, na wakati huo huko Likasi wazazi wangu walikuwa wakinitafuta kila mahali. Hawakujua hata nilipokuwa, na bado nilikuwa kwenye shimo. Hekalu linalozungumziwa ni hekalu kubwa. Kwa mbele kuna kioo kikubwa kama skrini kubwa, na katika kila mkutano mtu lazima aonywe damu ya watu 500. Na kuna mashetani waliochaguliwa kuwatoa dhabihu watu wa familia zao. Kuna baba mmoja namfahamu sana katika leo. Yupo Likasi kwenye Avenue ya Rwanda, na alikuwa miongoni mwa wale waliolazimika kuadhibu washiriki wa familia zao. Kwa upande wake alitoa jina la mpwa wake. Hakutoa kucha wala mate wala nywele, alitoa jina tu. Na kulikuwa na watumishi ambao walikuwa na vasi ya dhahabu, na waliweka vazi hizi kwenye makali ya chini ya kioo. Kuna wengine walikuwa na kazi ya kujiita jina la mpwa huyu, na kulikuwa na mmoja aliyekuwa na upanga wa dhahabu. Kulikuwa na watu wengi. Walianza kuita, na muda mfupi baadaye mpwa husika angetokea kwenye kioo. Hapo alikuwa kifua wazi, na kisha yule mtu aliyekuwa na upanga alinyosha upanga kwenye kioo kwenye usawa wa kifua, na upanga ukaanza kuingia ndani. Wakati upanga unaingia ndani, mahalapu damu ilikuwa ikitoka na inatiririka kwenye chombo hicho. Na mwili unapomwagwa damu yake, sura ile ikatoweka, lakini damu ikabaki kwenye chombo hicho. Mmoja akamimina kwenye glasi ndogo, na watumishi wakaanza kusambaza na tukanywa. Na baada ya hayo, mtu alinitayarishia file, na tulianza kwanza kwa kuandika jina. Alafu mmoja akasema atakufanyaje? Na baada ya muda fulani mmoja akasema atakufa kwa bahati mbaya, na mmoja aliandika pale mazingira ya kifo, ajali. Mmoja akasema muda gani kabla hajafa? Baada ya dakika chache. Mmoja alisema wiki 2. Mmoja aliandika hapo wiki 2. Mpenzi, niliporudi Likasi nilimkuta mpwa wake akiwa hai, na wiki 2 baadaye aligongwa na gari. Nilikwambia hapo mwanzo kuna watu damu zao zimekwishwa kunywewa, wanaishi ndani ya muda uliopangwa tu. Muda ukiisha ni kifo, kinachofuata kulingana na mazingira yaliyopangwa na mashetani. Siku nyingine nikiwa Likasi, kulikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa ni mcheza mieleka, na alienda Bujimai na kurudi na Mazinga Ombwe. Alitaka kunipa changamoto. Alijiunga nami kwenye uwanja wa michezo wa shule hiyo ya Kilimwengu, na alitaka kufanya maandamano. Nilipomtazama nikamwambia, unataka kufanya nini? Hii ni ya watoto wadogo. Nenda kacheze na watu wa kiwango chako. Ukifika nyumbani utakuta miungu yako yote imechomwa. Alikanusha na tukaagana. Alienda nyumbani, na jioni karibu saa 12 alikuja kwangu huku akitoka na machozi, akisema, kwa kweli kama ulivyoniambia, nilifika nyumbani na nilikuta miungu yangu yote imechomwa moto. Na alikuwa analia, na nikaenda naye nyumbani kwake. Tulipofika nyumbani kwake, nilitamka maneno ya fumbo, tukafanya upya kile kilichokuwa kimeharibiwa. Nilipofanya hivyo sasa, alikuwa na hamu ya kujua. Akaniambia, ninakubali kwamba una nguvu na ninataka kuwa kama wewe. Nikasema, kweli? Kama unavyotaka kuwa kama mimi, anza kwa kula mtoto. Utakapokula mtoto nitakupeleka pamoja nawe huko ninakokwenda daima. Kwa sababu hiyo akatafuta mtoto wa kula bila kumpata. Siku moja alikuja kuniona na akaniambia, nina msichana ambaye ana mimba na anajaribu kuitoa mimba kwa sababu mvulana aliyempa mimba hiyo alikimbia. Kwa hiyo nikamuuliza, na mimba yake muda gani? Akasema miezi 6. Nikasema miezi 6 tayari ni kijusi, tunaweza kuitumia, utakula na baada ya hapo tutaenda pamoja.
Tulimwalika msichana nyumbani kwa rafiki yangu, na tulipofika pale nilimwomba avue nguo, na baada ya hapo nilimtia usingizi wa sumaku unaoitwa hypnosis, na nikamuita pepo anayeitwa bwana aliyekufa, maiti hai. Na kutoka hapo nilifanya operation ya upasuaji bila lancet kwenye mwili wa msichana. Nilitoa kijusi na kisha nikamwomba msichana mwingine, Daktari Lang, ambaye ni daktari wa upasuaji ulimwengu ujao, na niliweka kila kitu kwa mpangilio. Nikamunua msichana na akarudi nyumbani bila mimba. Lakini kuanzia sherehe hiyo hata uzazi wake ulitolewa kafara. Nilimpa Lucifer. Alirudi nyumbani bila mimba, lakini pia ni tasa. Tulikaa, nilichukua kisu na nikakata mwili wa kijusi, na nikamwambia rafiki yangu kula. Alisita na nikasema, lakini wewe ndiye utakayetaka kuwa kama mimi. Ikiwa unataka kuwa kama mimi, kula haraka. Alikula, na alipomaliza ikabidi sasa nimwalike nyumbani kwangu. Tulipofika nyumbani nilimuomba Krishna, na Krishna akaja. Na kisha tukatupa wote watatu. Tulikwenda India kimwili mara moja, kwa sababu rafiki yangu alikuwa mwanachama mpya. Walinishukuru kwa sababu nilikuwa nimetoka kuleta mwanachama mpya. Lakini walimwambia rafiki yangu, kama umejiunga na kikundi chetu lazima kwanza utupe mpendwa katika maisha yako. Baada ya dakika chache wakamuuliza tena swali. Akasema, nitampa baba yangu. Wakamuuliza, kwa nini baba yako? Alisema kwa sababu katika familia ndiye ambaye tayari ameishi kwa muda mrefu. Na kisha kama kawaida akatoa jina la baba yake. Waliohusika kupiga simu wakaanza kuiita. Walimuita baba huyu, lakini kioo kilibaki kama kilivyokuwa. Waliita mara nyingi sana hata walichoka, lakini kioo kilibaki sawa. Kwa hiyo tulijiuliza, kwa nini ni hivyo? Walijiuliza swali kama rafiki yangu akasema, lakini baba yako ni mwanachama wa jumuiya ya siri? Je, ni mwanachama wa nyumba ya fumbo? Alisema hapana, baba yangu hajui chochote kuhusu uchawi. Hajui hata uchawi. Kwa hiyo yeye ni nani? Akasema baba yangu ni mzee wa kanisa. Walisema, mzee wa kanisa? Hivi yeye ni Mkristo? Kwa hiyo tulipokuwa huko, mtu mmoja alituambia kwamba tunapaswa kushughulika na Mkristo. Tulifanya kila linalowezekana, kwa sababu ikiwa mshiriki wa shetani atafanikiwa kumkamata Kristo, Lucifer atampa pesa nyingi ili kumuua Mkristo mmoja tu. Lucifer ana uwezo wa kuua hata wapagani 1000, kwa sababu ni Wakristo pekee wanaoepuka udhibiti wake. Wakristo pekee ndio wanaovuruga kazi za Lucifer. Kwa hiyo tulianza kupiga simu, na wakati huu waliniambia badala ya kuacha tu watu wanaohusika na wito, lazima sote tujiunge nao. Sisi sote zaidi ya 1000 tulilazimika kujiita jina la baba mmoja tu. Kwa hiyo tulianza kupiga simu. Tuliita mara nyingi, lakini kioo kiliendelea kuwa sawa. Kwa hiyo tulipokuwa bado tunaita, badala ya yule baba kuonekana kwenye kioo, kulikuwa na msalaba tu. Na tulipokuwa bado tunaita, kulikuwa na damu juu ya msalaba. Na damu ilipoanza kutiririka, kioo kilipasuka na sote tuliokuwepo tukatupwa chini. Kwa hiyo tulipoinuka tena, kila mtu alikuwa akimwambia rafiki yangu, kilichotokea hapa ni kwa sababu yako. Sijui hata kama tayari wamebadilisha kioo hicho. Kwa hivyo walimhukumu rafiki yangu, walichukua sumu wakampa na kumwambia, safari hii baba yako atakufa, atake astake. Wakampa sumu rafiki yangu na kumwambia, kwa vile ni wewe uliyemleta huyu jamaa, utaenda naye kufuatilia maendeleo ya operation hii inahusika kumwekea sumu baba huyo. Kurudi kwa likasi, tulienda kwa rafiki yangu, ilikuwa ni kambi ya AK. Na tulipofika pale walituandalia chakula tukala, na baada ya hapo mama wengine akatoka nje. Tulibaki sebuleni, na kwenye meza kubwa kulikuwa na chakula cha baba. Baba alikuwa bado kazini na tulikuwa wawili tu. Na walipoweka chakula mezani, rafiki yangu alichukua sumu, na niliona kwa macho yangu akaenda na kuiweka kwenye kitoweo cha chakula. Na ilipofika saa 11 jioni, baba yake alifika na kutusalimia kwa furaha. Aliingia chumbani, akabadili nguo na kurudi sebuleni. Aliketi kula, na kabla ya kula aliomba. Alipoomba alitaja jina la Yesu. Na pale tulipokuwa tulisema, leo huyu Yesu hakuna kitakachotokea, atakufa leo. Baba yake alianza kula,
na siku hiyo alikula kila kitu, fufu na kitoweo. Hata ninapozungumza nanyi, mtu huyu bado yu hai na anafanya kazi likasi huko Sera Mines hata leo. Kwa hiyo kwa sababu rafiki yangu alikuwa amepewa tarehe ya mwisho wa wiki moja, siku ya mwisho ilipoisha, walimpiga na roho ya kifo. Nilikuwa nikiishi karibu na Kempston, na kutoka hapo waliwasiliana nami na kuniambia nenda ukamalize. Mpendwa, shetani hana urafiki, kuna unafiki tu. Urafiki ni kile tunachopata kwa Bwana Yesu pekee. Nilikwenda huko nyuma ya nyumba yake, kulikuwa na vyoo. Ilikuwa 1:30 mchana na ilikuwa 7:30 mchana, na nilijilaza chini nikakazia macho yangu, kisha nikachukua sura ya nyoka. Nilianza kutambana, niliingia ndani ya nyumba, nikamkuta rafiki yangu chini. Alikuwa anavuja damu. Damu zilikuwa zikimtoka puani, masikioni, hata mdomoni. Nilipofika nilimng'ata, nalipenyeza sumu ili mwake na kuondoka. Nilipofika upande wa pili, nilichukua tena umbile la kibinadamu na kufika mlangoni, nilijibadilisha na nikapiga hodi. Rafiki yangu alijibu na nikaingia ndani, na mara moja nilimkuta rafiki yangu na nikamuuliza, nini kimetokea? Naye alisema moja alinipiga na dakika chache zilizopita nyoka alikuja na kuniuma. Nami nikamuuliza, nyoka amekwenda wapi? Alisema amekwenda kwenye ngonya hiyo. Basi nikaokota kipande cha mbao na nikaanza kumtafuta yule nyoka. Unajua mpendwa, wachawi wanapofanya tatizo ndio huwa wa kwanza kukwambia twende tukamwone huyu mganga. Jua kwamba mtu anapokunywa damu anazuia roho katika ulimwengu wa giza. Lakini Biblia inatuambia kwamba tukienenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, lakini silaha za vita vyetu ni za rohoni. Silaha hizi ni nguvu kupitia kwa Mungu. Kwa silaha hizi tunaweza kwenda chini katika ulimwengu wa shetani, kuharibu mamlaka na kurejesha roho ambazo damu yao tayari imekwisha kunywewa, lakini ambao kikomo cha muda bado hakijaisha. Agano lililowekwa kwa familia nyingi na shetani. Bwana Yesu atabadilisha agano ambalo shetani aliweka juu yako. Ibilisi tayari ameweka hosia mbaya kwa familia nyingi, na unapoyachambua vizuri maisha yako utagundua kuwa kuna mambo fulani ambayo wazazi wako walipitia na ambayo na wewe mwenyewe unayapitia. Na usipokuwa mwangalifu, hata watoto wako wanaweza kupitia mambo yale yale unayoishi leo. Huo ni ushuhuda mbaya ambao shetani tayari ameweka kwa familia nyingi. Lakini ukimcha Bwana Yesu, atakutetea na atakupa agano jipya tofauti na lile ambalo shetani aliweka juu yako. Na ukishikamana na Bwana, jua hakika katika kile ulichopoteza Bwana Yesu atakurudishia maradufu. Biblia inasema katika Wakolosai 2:14, akiisha kuibatilisha ile sheria iliyoandikwa pamoja na masharti yake iliyokuwa na juu yetu, na yeye kupingana nasi akaiondoa. Nitakwambia kwa ufupi jinsi nilivyoingizwa kwenye mazoea ya shetani. Hapo mwanzo nilikwambia kuwa nilianza kumtumikia shetani nikiwa na umri wa miezi 2. Ni kwa masikio ya kiroho tu ndipo mtu anaweza kuelewa hili. Tunapozungumza juu ya miezi 2, basi tunashughulika na mtoto. Na mtoto wa miezi 2 peke yake hawezi kwenda kwa uchawi kuuliza kuwa mchawi. Mpendwa, hii ni kukuonyesha kuwa sikuchagua kuwa mimi nilivyokuwa, lakini tunaishi katika ulimwengu mgumu. Neema na iwe nanyi nyote mliona Yesu Kristo kama Bwana. Asante kwa kusikiliza ushuhuda huu. Ni kusii fuatilia ushuhuda unaofuata sehemu ya 4. Endelea kusubscribe katika Shuhuda za Kweli, lakini pia bonyeza kengele ili